Pengine tupitishe kwenye takwimu. Ilikuwa sahihi kuamini vijana akiwemo Engineer Hersi kuiongoza klabu kubwa kama hiyo ya Young Africans. Lakini kwa malengo ambayo aliyasema walikuwa nayo ya muda mfupi na ya muda mrefu, Yanga imefanikiwa kiasi gani? Kwa mtazamo wangu, kwa kuangalia namba, imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho, hivi sasa wadhamini ni benki ya CRDB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo. Baada ya kufungwa katika fainali na watani zao wa jadi kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada ya hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 walishinda kwa mikojo ya penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali dhidi ya Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaiona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza ikawa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki nacho wanapaswa kujihadhari kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao wakitoa utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo, watani zao wa jadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2021, so walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko, kulikuwa na msimu mechi 30, kukawa na msimu mechi 38, kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa hiyo mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale, winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 38 utapata hicho ninachokielezea. Alafu kishinda 102 ukikokotoa ndo unapata hizo 73%. Kwa hiyo Yanga ilivyochukua huo utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Maana ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97, timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94%. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko, timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishai kuchukua ubingwa performance ya 70.5, sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine, kwanza ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30, ilishinda mechi 22, sare 8, mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Point 74 unazungumzia performance ya 82.22 to infinity, around 82%. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 hiyo ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka point 74, kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo ba, Yanga wakaongeza tena point wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata point 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yali separate, yali itofautisha nani amebingwa. Yanga kana point 78. Ni performance ya 87 round, kwa sababu 86 plus 86.66. Engineer anajua kizi round inakuwa 87. Kwa hiyo wamepandisha tena. Haitoshi, the following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka raise tena ba point 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata point 82 katika 90. Ni performance ya 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi
hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54 ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda point 3, lakini unaweza kushinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na point 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na point 80, point 82, performance asilimia 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 inafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamisi, sio mughalabu, tunasema sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Afu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5, Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako na perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Maana kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Afu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka, duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwavuli wa FIFA tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndo the best. Tunazungumzia AFC ligi za ubora 5, unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan. Kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras. Kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF, hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL. CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna ili perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, kwa sababu ndugu zangu najua wakawii kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yako.